Christ. Hallelujah. Amen. I think today I'm going to train you. Akaseme leo nitawafundisha. Naamini ya kwamba Mungu kuna kitu ambacho atakufunza siku ya leo. I believe that there's something God will train us or teach us today. Since the beginning of this service, Kuanzia hii ibada ilipoanza, I believe that God wants to do something in your life. ilikuwa ninajihisi kama Mungu atafanya kitu katika maisha yako. I know that God is going to train you this evening. Na najua kwamba mtu ataongea na wewe katika ibada ya leo. I'm saying that God is going to train you this evening. Nasema kwamba Mungu atazungumza na wewe jioni ya leo. Naamini kwamba Mungu atakufunza kitu jioni ya leo. I believe that God is going to teach you or to train you something today. Ninawasia kwamba kuna mtu ambaye Mungu ana haja naye jioni ya I think leo. that is someone that God is Kuna mtu ambaye Mungu ameona kwamba ni lazima apokee kitu jioni. There's someone that God saw that must receive something Na today. ninaamini kwamba jioni ya leo utabadilika. I believe in this evening you're going to Hautakuwa change. tena yule yule. You'll never be the same. Simama tusome neno la Mungu. So please stand up and read the word of God. Fungue Biblia zetu. Let's open our Bibles, if you have. Katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Timotheo. In second letter of Paul to Timothy, Sura yake ya pili 2, na mstari wake wa 22. verse 22. Tasoma katika jina la Yesu We are Kristo. going to read the name of Jesus Christ. Kama tumepata, If you have gotten the verse, tunasoma. we are reading. Lakini zikimbieni tamaa za ujanini, Flee from youthful passions ukafuate haki and pursue na righteousness. imani na upendo na amani pamoja na wale wamwitwao Bwana kwa moyo safi. Love together with the people who call the Lord out of pure hearts. Amen. Amen. Tunaongeza We are adding on another chapter. waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto, We are reading another verse of 1 Corinthians, sura yake ya 10 chapter 10, na mstari wake wa 13. verse 13. 13 yake tunasoma katika jina We la are Yesu. reading in the name of Jesus Christ. Jaribu halikuwapata ninyi No temptation has seized you isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, except what is common to the man. ila Mungu ni mwaminifu, And God is faithful. ambaye hata mjaribiwe kupita uwezavyo, He will not let you to be tempted beyond what you can bear. lakini pamoja na lile jaribu But when you are tempted, atafanya mlango wa kutokea He will also provide an escape, ili muweze kustahimili. so that you can stand up under it. Amen. Amen. Bagaze kumanga vuge baraka zawe la utayuda kuramu. Bagaze kumanga vuge milimo yawe la utayuda kuramu. Amina. Bagaze kumanga vuge baraka zawe la utayuda kuramu. Uko bitameze neza none nejo kagenda abumva bibi unura Yesu ari kuma. Uko bitameze neza none nejo kagenda abumva bibi unura Yesu ari kuma. Uko bitameze neza none nejo kagenda abumva bibi unura Yes,
Na jioni ya leo So today, Mungu ameniambia nikuambie hivi. God has told me to tell you this. Ama Mungu anataka kufunza kitu. Oh, God wants to teach you something Ambayo that ameniambia. has told me to. Na hiyo kitu And that thing inaitwa hivi. is called this. Wataka kujua? You want to know? Wale wataka kuisikia. How many of you want to know it? Yaani mwenye yuko natamani asikie kitu Mungu akisema. How many of you want to Mwenye anataka know kwamba what God will talk to you? Mungu ampokeze leo atoke hapa ameshinda. The one that want to receive something today. Sijaona mtu anasema. I've not yet seen someone raising up a hand. Hapa naweza kusema sasa. Here I can now speak. Ambia mwenye yuko pembeni So yako. tell your neighbor this. Vaincre la tentation. You have to conquer the temptation. Hallelujah. Yes, of course. Namna gani utaweza kushinda majaribu? So which kind of temptation are you going to conquer? Lakini kichwa cha neno yetu ni kwamba Our topic vaincre is la tentation. you have to conquer the temptation. Na siri kubwa ya shetani ni kwamba And the great secret of Satan is this. anataka kuzame sana katika mawazo. He wants us to be in deep. Fikiria tu kuhusu matatizo na shida za maisha. Just keep on thinking about the problems of Na life. hata nikwambia hivi ya kwamba Let me tell you this. vita tunavyo ni vita vya kiroho. The fight that we have is Na the spiritual tunaanzia fight. katika mawazo ama And they kichwa start chetu. from our thoughts. Na nguvu ya shetani katika hili ni And kwamba the power of Satan in this is anakupatia kama mawazo ya mingi he provides us kuhusu shida au matatizo yenyewe unapitia ndani. that you can even be able Na to anapokupatia hiyo So mawazo when he gives us anataka ya kwamba uidumu ndani sana katika kichwa we chako. want you not to be in this always. Sasa siri ambayo nakwambia But the secret that I'm ni telling kwamba you ushindi ama is kushindwa that the victory katika jaribu over your problem inaanzia katika mawazo. starts from your own thoughts. Ndio unaweza mkichwa yako ndio unakuwa unafikiria kila wakati. What you all think about Mimi nilichona ndani ya kichwa chako. what are inside of your head. Unapokutana na problema na shida, When you first unawaza tu kwamba anytime you think mwisho yangu hii mara sitatoka this is hapa. my end, I will not come Yangu out of this. imeisha. Nimepata rejea. I'm not being rejected. Wamenikataa They have rejected me. na kuwa shangazi. Now I'm gonna be. Sitaoleweka I tena. will never be married. Nimebakia mkichwa tu. So you just Unaweza think that. kufikiria ya mingi. And you start thinking about Unaweza kama ndio mwisho wa maisha. thinking that is the end of Mungu life. amekuacha. God has Na forsaken you. shetani sasa nguvu yake kwenye jina lako. Now where is the power of Satan now? Anafika na pia sasa katika mawazo yako. He comes into your thoughts Anaikala pale. and dwells in your thoughts Anakufanya kuwa and unafikiria kitu making moja you kila to wakati. overthinking on that thing every time. Na hapo utashinda. And it's where you totally fail. Hauwezi kushinda. You never succeed. Hallelujah. Amen. Kama vile kile tentation. How to conquer the temptation? Lakini kuna kuambia John ya kwamba But I'm going to tell you this kuna secret. njia ama mlango wa kutokea. There is a way of getting out. Il y a toujours la porte. There is always a way Sorti. of getting out. Piko njia ya kutokea. There is a way of getting out. Jaribu hiyo kupata. The problem that you face, Tatizo inakukumba. the problem that you Maisha tunayopitia. the life that you are passing through. Kuna mwenye anajiuliza nakula nini? There's someone asking himself, Kuna what mwenye will I do? anawaza ya kwamba mwenye mwaka ikiisha njoo mwisho And the yangu. one thinking that he's going to end. Piko mwenye anawaza hii kapitali niko nayo njoo mie wote. That this capital is all Kama hii mine. naomba ndakuwa wanani? If I lose this capital, who will I be? Who will I be? Yangu inaisha. So mine are what Watanichekelea. they will laugh at me. Watanidharau. They will despise me. Watanisema. They will talk about me. Narudia kivale. I will go back to the river. I will go back in our Yangu village. inaisha. So you start thinking. Lakini jioni ya leo nakwambia This evening I'm telling il y you a toujours une that porte there is always a door à sortir. of getting out. Kuna mlango ya There kutokea. is a door of There getting is a out. way to get out. Kuna njia ya kutokea. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na kuna njia ine. And there are 4 ways. Kuna moyen, 4 moyens. There are 4 ways. Pratique. Yes. There is 4 ways. Kuna njia ine. Kuna njia ine pratique. There is 4 ways. Il y a 4 moyens pratiques. Or there is 4 practical Pour ways vaincre la tentation. of conquering the temptation. Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we really together? Hallelujah. Amen. Akasema sababu utakula Mungu. Hakuna jambo ambalo hautoshake Mungu. There is nothing
in secondary. But you can get a temptation. Lakini unaweza pata Kama kwenye huko. according to where you are. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Njia ya kwanza. So the first way tia mawazo yako is that kwa mambo mengi. put your thoughts. Yakobo. The book of James. Waraka wa Yakobo. James. Sura ile mstari wa 7. 4:7. Tasoma hapo. We are going to read there. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Yakobo ile mstari wa 7. James 4:7. Basi mtiini Mungu. Submit yourself then to God. Mpingeni shetani. Resist the devil. Naye atawakimbia. And he will flee away from you. Nilikuwa nasema hivi. I was saying this. Ama tafuta tena Ayubu. Or you can look for in Job. 31 mstari wa kwanza. Chapter 1 verse 1. Na unaweza kuweza kusoma hata nyumbani. You can also even read at home. Zaburi 119 mstari wake wa 37. In Psalm 100. Na nilikuwa nasema hivi I was kwamba saying this. kushinda jaribu ama kuishinda To overcome the iko temptation. katika mawazo. It's due is from your thoughts. Unapokutana na shida ama mtihani ama matatizo, You face any problem. nini unaona mbele yako? What do you want to see before you? Kitu ya kwanza gani inajipeza mbele yako? What image always present itself before you? Unapojaribiwa, When you get tempted, unapokata tamaa, when you lose hope, unaposhindwa mahali, when you fail somewhere, unapopata zero, when you get to zero, unapopata nafe kwa masomo, when you get zero to school, mchumba unapokataa, maybe a partner rejected you, unyumba unapoisha, maybe your marriage is over. shida inapotokea mbele zako, wewe unawazaka nini? When the temptation and the problems face you, what do Lakini you do? kitu ya kwanza hapo juu The shida first thing here for you to overcome the temptation, niko nakwambia kwamba I was telling you ni this, kubadilisha mtazamo wako is to change your perception wa mawazo. of thoughts. Unapokuwa katika shida, When you are into the problem, unapokuwa katika matatizo, when you are into the problem, shetani anaingia kama esprit yako ya Satan kwanza. always come in your spirit Anaitawala. Anakuletea kama shida yako ni kabambi and kushinda. show you that your problems are greater than you. Lakini nikwambia hivi, But let me tell you this. unapoweza kushauri mind yako, mindset, When you overcome to manage your mindset, ukifikiria kuhusu kitu ambacho kinakufasi mbele, when you have to think about the unapofikiria mambo mengine unapokuwa katika when shida, you think of the problems, when you're in a problem, unakutana na matatizo, you find that the problem, usiwazie matatizo unayo, you shouldn't think of the problem, fikiria mambo mengine. but think of Na unapokuwa unafikiria mambo mengine, When you're shetani ana nafasi Satan has hapo problems anaweza kukonda mawazo yako. of bringing your problems and overcome it. Lakini wakati ambapo Now, but the time when unapoikana tu fasi ukiingia nyumba, see somewhere in the house, unawaza zile pesa start thinking those nilizipana money kwa ofisi. have put up in office. Now Ukienda pia mboga, ndio mawazo yanakuja. you start thinking Ukaenda kusoko, when you go to ile money, ile. you start thinking Uko kanisani, you're in the unawaza. you keep on thinking about the money. Jua kama utashinda. Know that you will you surely fail. Pointi ya pili. So the second point, Ile haraka nizikupokeze kidogo. let me go quickly so that Tuko kwenye kwa nataka nikufikishe there's somewhere I want you to reach ili ya kwamba utoke hapa so that you may be ukushinda. out of here and know something. Kwa mtu mwanaweza sema ndani yake kwamba niko mshindi. Is there anyone that may say inside of him that I am a victorious? Sema jioni ya leo nitatoka hapa niko mshindi. Say that today I come out of here being victorious. Haleluya. Amen. Tusome Biblia. So let's read the Bible. Katika Mhubiri In Proverbs sura zake 4 mstari wake wa 9 hadi 10. 4:9 to 10. Mhubiri Proverbs sura 4 mstari wake wa 9 hadi 10. chapter 4 verse 9 up to 10. Tunasoma katika jina la We Yesu. are reading in the name of Jesus. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, Better to be kwa two sababu because wana tuzo njema kwa kazi yao. Lakini soma yako tusikie. Anasema hivi. Haleluya. Nuko bitameze neza.
Amen. This song is saying this. Even though right now things are not going well, you shouldn't be afraid that what is happening now. We just need time. It's just temporary thing. It's just temporary thing. And in everyone should life in the world. To conquer a life that influences the world, there is 27 that is just only quiet time. Hallelujah. Amen. Therefore here, what I'm telling you is you have to resist the you shouldn't care about what you're here. When you are in insufficient in youth problems of maybe your husband and you could call someone that will pick up the phone. But today, you think that's going. And you think that he's on the bed. No, it is time just. But here my point is telling you is that relax. Calm down. Hallelujah. Amen. So things are not going well. You shouldn't care about time. You shouldn't fear time. Care about it. But resist Satan. Stand up before the temptation. Be strong. Face it. You must overcome it. Amen. Is anyone who got Ephesians? I want to tell you how to resist the devil. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Amen. Amen. Hata tunaiongeza. Hallelujah. Amen. So there are some 3 steps also so that to overcome the temptations. For you to overcome temptations, the first step to overcome the temptation is John 3:16. You just first receive Christ. For how God loved the world so much, and He gave out His only Son, so that whoever who will trust in Him shouldn't be perished, but to get the eternal life. For God so loved the world, and He gave His only Son, whoever believes in Him, but to have the eternal life. Ask your neighbor, do you have Christ? Are you not saying, are you not telling your neighbor, do you have Christ? Maybe you fear that you don't have Christ. Ask your buddy there. Have you asked her? What did she ask your neighbor, do you have Jesus? This is the point. To have Jesus so that you can receive the point ya kwanza is to have Jesus Christ in your life. The second step is to use the word of God. I remember Jesus and said, no, this I don't have. You never. It may be possible. But
nakumbuka majibu yake. I remember the answers of Christ. Usiwazie kwamba kujitetea sana You unaweza. should not think that defending yourself so much you have to overcome the Inabidi ukamate mikrofoni tena mahali pote. that you and your Ujisafishe. Ujieleze. Ujitangaze usame. Asiwanje watakuitika. so that they may really accept you. Nakwambia. I'm telling you. Hiyo haitajiki. Lakini sikia hekima ya Yesu katika maandiko. But listen to the wisdom of Christ. Shetani anapomjaribu anasema. When Satan told me, he said it's Hallelujah. 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 Amen. Sema amen. Say amen. Anasema imeandikwa. Satan said it is written. Mwana wa Adamu. That the son of Adam. Hatoishi kwa mkate. We never only live according to. Alikuwa na uwezo wa kusema wachi wageuka mkate ni kule. Jesus had the power to turn a stone. Geuka maana ni kule shibe. Geuka hiki ni wewe. Lakini but akaangalia shetani. He looked at Satan. Nasema and said. Haitajiki tu ya kwamba. It doesn't matter. Nichoneshe kama mnashinda. Haitajiki tu ya kwamba. Nipate masifa sita mbele zake. No, I don't have to put. Hapana kujipandisha sana mbele ya watu. Hapana kujinuia sana mbele ya watu. Basi mwashuka. Ikiwa kuona mchinga. Ikiwa kuona uwezi. Ikiwa wasema kwa watu. Itika. Accept. Amina. Ili utukufu. So that the glory. Wa pili ni mkubwa zaidi kuliko wa kwanza. The second is greater than the first. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi ya tatu. The third step. Sio watu tumeelewa kule nzuri. Ya tatu pointi ya tatu. Pointi ya tatu ni pointi ya tatu. Yes. The third step from the third point. Tuko tunaongea pointi ya tatu. The point is to receive the troisième étape. Now the third step. Trois étapes à l'intérieur aussi. Et ces trois étapes, alors la troisième, c'est là où nous the third step is that what we are going to say. Hapa sasa ni kitu ambacho Wakristo wengi wanashindwa. Najua kwenye wamizilima wanakuliana na nguvu mbele ya Wakristo. Here it's na hii kitu kinasumbua sana. Inanikera sana. You find a Christian. Anaomba Mungu vizuri. Praise God. Anaimba vizuri. Anapiga muziki mzuri. Anavaa vizuri. Anafunga kitambaa vizuri. He puts on the head wrap. Maneno ya Mungu mkichwa yake hakuna. But the word of God in his head. Hana mapenzi katika mkichwa yake. He has no knowledge of the word of God. How can namna gani unaweza kushinda majaribu? How can you conquer the temptation? Namna gani unaweza kubanki na tata? How can you conquer the Hauna temptation? neno la Mungu mkichwa yako. And you don't have the word of God in you. Pointi ya tatu. The third step c'est mémoriser la parole de Dieu. That to memorize the word of God. From today. I recommend you. Ninakuamuru. Uende uweze kuwa na bloquer verset biblique moja par semaine. I'm going to block. Kuanzia siku ya leo. Kristo unaishi. From now. Maisha yako. Into your life. Uwe na bloquer verset biblique moja par semaine mpaka mwisho wa maisha. Verse 1 to 1. Usikale tu kuishi unaishi. You shouldn't just usirizike na unajua. You shouldn't be just satisfied about the usiwazie sana vya kuona vishakufikisha. You shouldn't think that what you have they are enough. No. Utakutana nayo. There's some problems you face. Neno ya Mungu. Which will require the word of God so that you may solve it. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Praise Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Amen. Na azia unapokea. You have already received. Amen. Amen. Kuna kitu unapokea. There's something you've received. Kuna kitu unapata hapa. There's something you have received here. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wamisimama wanapoka tena ile kole yao ya watoto. They have also their children. Wanapoka na masomo yao wanafundishia kama watoto. They have their school of Sunday school yetu matangazo dimanche. They have a Sunday school. Matangazo kana kwa sababu watu kama wanasikia. They are not. Matangazo ya watoto. They are not made to Sunday school. And you hear that the Sunday school is announcing this. Wasema kama kawaida. As usual. You read. Lakini hii kitu ya Mungu sana. But this is an everything. Watoto wako mali neno la Mungu. So let's children
Sunday school. Tuma mtoto hata kama yeye tuliamuda kidogo. Even though our time is very few, it has lakini afadhali bahali ya bure. but it's better than zero. Bure mtuma mtoto afunzwe apokee. So you have to send the child to receive the best. Nakumbuka nina verse ambayo nilipokea. I remember there's a verse I got from Kwa baba yangu mzazi toka ningali mtoto. From my father since when I was a young child. Toka ningali mtoto. Since I was a young child. Tulipokuwa naingia katika ibada za jioni nyumbani. When we were entering in the evening service. Baba mzazi alikuwa atuambia kila magharibi ya kwamba Our father would tell us every week, every evening. Alikuwa atuambia hivi. He would tell us this. Nijapopita Even though I'm passing katika bonde la uvuli wa through mauti. the valley of the shadow of death, Ongeza na wewe. I will never fear. Kwa maana Bwana Because the yuko pamoja Lord nami. is with me. Haleluya. Amen. Toka ningali mtoto mdogo. Ever since I was a young child. Na Psalm 58 nayo. Psalm 58. Kila wakati nilikuwa nikikutana na maexame kwa masomo za nguvu. Which are difficult to school. I was a young Baba alikuwa child. nipatia kai. My father gave it to me. Exame ya nguvu. When I want to face the heavy Tulikuwa na exam, exame moja ya nguvu yenye manake ilikuwa na 1333 page. there was a difficult exam which contained 1,300 pages. Na kila mtu mpromotion alikuwa aniogopa kile. And everyone in our Siku ya mtihani nilikuwa semaka so I would say, nasoma hii verse tu na ndaiweza. Na kama mapapia za niko nazo. and the papers that I had, Kuna 1333 page. those 100, Nazirusha huko. 300 pages, Ndio zitaingia kumeza I yangu. throw them into the head. Ndio ndajifunza. When, which one they will come to me, what are we going to do? Ndaweza. And they will succeed. Haleluya. Nakumbuka wakati mmoja hivi. I remember one day, Tuko shuleni. we were at school. Tulikuwa na exam ya pedology di soul. We had an exam. Kisha mwalimu akaita questionnaire moja tu. Then the teacher just brought up one Akauliza, question. "Pourquoi le ciel est bleu?" He asked him, why is the sky blue? Majibu And the answer ni papier d'applicateur mbili. was two white big papers. Haleluya. Oh, white. Pigia Mungu makofi na vigelegele. Hii hapa ambayo nilikuwa nazungumzia. This point which I was talking about, Hii point hapa. this point here, Ni kwamba jaribu kuwa na memorize maneno ya Mungu. that you have to Kuna nafasi ambayo the word utafika. of God. Aseme Yesu naye There is a place you read, katika mashua and Jesus Christ, pamoja na wanafunzi wake. he had his disciples. Asema hali ilipoanza kuyumba. When the waves Mawimbi started, yalipokuwa mengi. when the waves Majaribu became ilipoinuka. and when the Majaribu waves ilipoongezeka ilipojaa. Aseme that Yesu alikuwa na Jesus Christ was asleep, wanafunzi wakapiga kelele. and the disciples shouted, Sasa inaweza piga kelele. as you can shout right now. Unaweza lalamika kile ndio You can shout about what you're passing Kama through. mwisho nasema Kenya hii mu Uganda. Then you say, 15 here, Mimi ndio 15 napitia here. hapa. I will die here. I will die. Mwaimu alipoishaza kuwa hapa na mimi napitia mwaimu. I will die here in this death which I hear. Iko mgulu huku na mgulu huku. One leg is here, Asa and one is nawaza there. kama niende Kongo. Then you start. Kama niende Kenya. Will I go Kama back? nifanye nini? Where will I go? Anayumba yumba mawimbi ya bahari. Inakuwa mengi inampiga piga huku na kule. Inamtimiza timiza. Anachanganyikiwa. Lakini niko nakwambia hivi. But I'm telling you this. Yesu alisimamaka. Jesus Christ stood up Akanyosha mkono wake. and he raised his hand Kwa again. nguvu anazo ndani yake. With the Akasema power tu. in him, he just said, Bahari tulia. calm down the sea. Haleluya. Amen. Na bahari ka cool down. And the sea cooled down. Haleluya. Amen. Bahari ka tulia. And the sea. Nini unajivuniaka? So what do you Hivi manguo unapalaka ndio unakuwa jivunia. Ukasikia sasa inaweza kusaidia kitu your kweli. clothes? Manguo yenyewe unapalaka. The clothes you're putting Mambo on. unatiaka kuna kule. The eyes. Ndio unapalaka vyote vinafanyaka. It is okay. Ama unene uko nayo ya mingi. Or maybe you're too far. Utasema sasa ni kama wewe ndio ukasema. And then- Hapana. Haiko bunene mwembamba uko nayo ama burefu ama bunene. Not your size Ndio or itakutoa your size. majaribu uko ndani. That will help you, no. Lakini But ni nguvu zenye ziko what will help you is the na power hizo in you. nguvu tutazishota katika neno la Mungu. And that power, get it from the word of God. Wangapi wanasema kuanzia leo How many people are saying now from today, wiki haitakuwa naisha sikushika hata verse moja. the week cannot finish. Watie mikono I've not yet Wasema kuanzia taken out leo one verse.
Nitakuwa na memorize From now, afadhali hata moja. memorizing only Afadhali hata moja at mjini. least one verse. Hallelujah. Amen. Na pointi ya mwisho. And the last point. Katika zile pointi ambazo kwanza. In 4 points that we are talking about, Nawaza ili ya kwamba tushinde majaribu. I think in order to overcome the temptation, Ili ya kwamba tuwe washindi. in order to be the victorious into temptations, Inabidi ya kwamba we have ujitambue kwamba uko fragile. to understand yourself that you are fragile. Yeremia 17 mstari wake wa 9. Jeremiah 17:9. Tutafutie hapo. You should look for us that verse there. Mtasoma mengine huko sababu ya muda. Proverbe 14:16. Also Proverbs 14:16. Lakini tutaongeza tena kusoma. But you shall also again read Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korintho. 2 Corinthians Sura yake ya 10 chapter 10 na mstari wake wa 13b. verse 13b. Mwalipata ya kuweza kusoma. So they can read to us. Jeremiah 17:9. Moyo huu wa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ndio. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. May Jesus Christ help us a lot. Niko na kuambia hivi kwamba I am telling you this. prenez conscience seulement que tu es fragile. You have to know that you're fragile. Jua kwamba wewe uko mregevu. You have to know that you're fragile or weak. Uko mzaifu. You are weak. Sile evangeliste feli. Uko mzaifu. You are weak. Uko mzaifu. Know that you are weak. Usijipia kifua aseme uko nguvu. You shouldn't be. Yeremia anasema hivi ya kwamba siku zote The Bible says that moyo wa mtu the heart of a ni person mdanganyifu. is deceitful. Moyo wa mtu ni The heart of a mzaifu. person is weak. Inaweza danganya kwa wakati wowote It ule. can deceive you at any time. Kwa hiyo prenez garde. Therefore, be Tuwe makini. careful Ili ya kwamba tushinde so majaribu. that you may overcome the temptation. Usikuwa na debordeni mpaka uende mbali sana. You shouldn't go. Kuna nafasi ambayo utajipeleka kwenye upashi kwenda. Somewhere you can enjoy yourself. You Sababu can uko mzaifu na utaanguka huko. because you may find yourself weak. You Evita kujipeleka nafasi zinaweza kuangusha. Evita kujitia matentation have wewe. you to bring your Evita kuwa na jitante mwenyewe. have you to tempt yourself. Bwana Yesu atusaidie sana. 1 Corinthians 10:13b. Karibu msomaji. Welcome to the reader. Tuko nenda maliza. We are about to finish. Tunasema kwamba prenez We conscience have said that know that de votre fragilité. know about your weakness. Premier Corinthiens. Nasoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Jaribu alikuwapata nyinyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye atawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili. Amen. Liko namaliza kusema hivi. I'm finishing by saying this. Kitu ambacho utajua. There's something that you have to know. Kitu cha kuzingatia. Something to know. Jioni ya leo. In this evening. Il y a toujours un moyen There's always a way de sortir. of getting out. Kuna njia. There's a way. Bado inawezekana tena. It's still possible Uvuke mpaka. for you to cross the Utoke limit. katika shimo ulio To ndani. be out of Bado inawezekana ushinde tena. Bado kungali tumaini. There's still hope. Haleluya. Amen. Kuna mwandishi akasema There's a written hakuna kuna tumaini ya mti. so that there's still hope Baada ya kukatwa. after being cut. Asema itachipuka. And it will spring out again. Haleluya. Amen. Hiyo ni matumaini That is a hope ya mti. of a tree. Na mimi niko nakwambia zingatia hiyo jioni ya Telling you leo. that know that Mambo ambayo unapitia. what you're passing through. Mwimbaji akaimba Bahati Mkuku nampenda sana. The singer sang a lot back to Kuku and Akasema ya kwamba majaribu he unayopitia said that the temptation that you're passing through ni kipimo tu cha imani. are just the Na Mungu atafanya mlango wa kutokea. and God is going to keep you the way to be out of it. Na nataka hii verse uishike moyoni. I want you to hold that verse. Hii verse uizingatie This usipoteze. verse, hold
jioni ya leo tokana hili hapa. Today, Wakorintho wa kwanza 2 Corinthians sura 10 mstari wake wa 13b. 13b. Na kwa mwisho. And at the last, kuanzia leo, from now, tafuta partner. you have to look for the partner. Spiritual. The spiritual partner. Tafuta mtu unazungumza naye. Look for someone who you are going to talk to. Sababu anaweza kuokoa. He may save you. Anaweza kusaidia. He may help you. Mungu ashafanya yake. God has done his things and to make. Mungu amefanya yake akakuleta hapa jioni ya leo. God has brought you here. Usiwazia sema wewe tu ndio You unashindwa. do not think that you are on. Kama wanashindwa sana na wakaweza. Other people fail. Na leo ni wakubwa. They are now great people. Inabidi kukutana tu na mtu mwenye anafanana na hiyo shida yako. You have to have someone that can help you to progress. Jioni ya leo tafuta mtu. This evening, look for someone. Usizingatie mambo yako You mwenyewe. should not stick into your own. Lakini usitafute watu. But look for other people. Simama tuombe. Stand up, then we pray. Atatenda mambo makubwa. Atatenda mambo makubwa. Hakuna neno lisilowezekana. Atatenda mambo makubwa. Atatenda mambo makubwa. Yeah, atatenda mambo makubwa. Hakuna neno lisilowezekana. Atatenda mambo makubwa. Yeah, hakuna jambo lisilowezekana. Atatenda. Sasa piga mikono yako baba. Atatenda mambo. Jioni ya leo atatenda mambo makubwa. Hakuna neno lisilowezekana. Atatenda nini ambayo unawaza kwamba hauwezi wewe? What do you think that you can never manage it? Fikiria kwa kichwa yako. Think it. Nataka tufunge macho yetu. I want all of us to close our eyes. Funga macho yako. Close your eyes. Tunafanya jambo la kwanza. You want to do first. Badilisha mtazamo wako kwa hii muda. Change your perspective. Usiniangalie tena mimi. You should not look at me. Usinione tena mimi. You should not look at me again. Badilisha mtazamo wako, mtazame Mungu. Change your perception. Just look at God. Kama Musa alivyomwambia wana wa Israeli. Moses told Israel. Atakayetazama nyoka ya shaba. Will be healed. Badilisha mtazamo wako. Now change your perception. Naona kuna wengine wiko wananiangalia sika huko na wazia na kuwa nini? I'm saying that other are looking. Na wazia sitakusaidia kitu kwa hii I saa. think right now I'm not happy. Na usiwazie kama nageuka kiumbe kia ajabu. You should not think that I'm going to. Lakini unaomba tu badilisha mawazo yako katika kichwa yako. But change your mind. Angalia mbingu zinaweza kufanya kitu kwako jioni ya leo. And do something for you. Nini kunawaza kwamba What are you thinking about? That you nini should not kunawaza kwamba hauwezi shinda. that you can never succeed. Nataka ubadilishe mawazo saa hii kichwa yako. Change your mind right now. Anza kufungua kinywa yako useme. Start now opening your mouth and say that I will succeed. I've never Fungua kinywa chako anza sema nitashinda. open your mouth.